Ndugu yangu, afadhali nimekuona. Kwanza nikupe pole kwa kazi ngumu uliyoifanya leo. Unanipa pole? Pole gani hiyo? Na nimefanya kazi gani mimi ngumu? Usinifanye mimi mtoto mdogo. Kila kitu nakijua kuhusu wewe. Hivi wewe kumchiti mke wako kwa sababu ya yule Bahamedi yule? Ile ni takataka tu ile. Kitu gani kile ambacho umekipenda kwake pale? Ambacho wewe umekiona kimekuchanganya mpaka ukamchiti mke wako? Ni kitu gani? Alafu Chansi, sikiliza nikwambie kitu. Umeanza sasa hivi kufuatilia maisha ya watu, si ndio? Huna kazi za kufanya wewe? Sikia ndugu yangu nikwambie. Usipende kufuatilia maisha ya watu. Unapozungumza habari kama hizo, mimi yule ni mpenzi wangu yule. Halafu na yule naye ni mke wangu pia. Hupaswi kuzungumza wewe. Mbona hujielewi? Chance, kama huna kazi ya kufanya, siku nyingine naomba ukiniona hivi tukikutana tu tunapitana tu hivi. Sijui naeleweka? Nisikilize kwa umakini kaka. Hicho unachokifanya sio kizuri bwana. Hivi unamwachaje mke wako? Mwanamke mzuri kabisa yule. Ameumbika. Mwanamke yani yuko safi, ana tabia nzuri. Mwanamke amefunzwa kwa wazazi wake. Karibu dadangu. Asante, nimeshakaribia mdogo. Karibu sana dada. Asante sana. Vipi lakini? Hauko kwema? Sijui wewe. Mimi niko salama, shikamoo. Jambo. Si jambo dada. Habari za siku? Safi. Lakini bwana nikikupigia simu zako hazipatikani. Simu yangu mdogo wangu Salma imeharibika. Nimepeleka kwa fundi, mtoto wa Dilikina. Dada. Umepeleka kwa fundi yule? Utaipata simu yako. Wewe. Wengi anawazungumza. Kweli? Mbona bora ungekuja kuniuliza? Leo hii naenda kuichukua simu yangu. Kazi kwako. Mimi nimekwambia tu. Vipi lakini? Safi. Sijui wewe. Mimi ndo kama unavyoniona. Mimi Salma mdogo wangu. Niambie dada. Mimi nataka nikuulize jambo moja tu mdogo wangu. Hivi wewe unaishi vizuri na mmeo? Lakini unakuja kuhangaika na wanawake ambao hawaeleweki kabisa. Mwanamke anavaa nguo fupi, yani yupo tu. Kaka, nisikilize. Hiyo tabia unaifanya sio nzuri kabisa. Chanzi, sasa naona tunavunjana heshima. Huku tunakoelekea tunaenda kuvunjana heshima. Naomba nisikilize wewe. Iwe mwanzo na mwisho. Tusifuatiliane mwanangu. Tusifuatiliane. Kama huna la kufanya, nenda kalale nyumbani kwako. Nenda nyumbani kwako kalale. Lakini sio tunafuatiliana hivi. Wewe anakuhusu nini? Afu wewe ni mtoto wa kiume. Kama ni mtoto wa kiume upaswi kuwa na shobo. Kwani unakuwa na shobo namna hiyo? Acha ujinga bwana. Nenda bwana. Sawa. Lakini huo ndio ukweli niliokuambia. Badilika. Afu wewe unasikia wewe? Iwe mwanzo na mwisho. Tusifuatiliane. Kama una misha za kufanya, nenda kwako kalale huko. Pumbavu kweli wewe. Dada, kwa nini umeniuliza hivyo? Au umeona hizi nywele sijasuka? Hapana, sio. Sije kama unanichola. Mimi nimekuuliza tu wewe kama mdogo wangu, ni damu moja na wewe, lazima nikuulize. Mimi naishi vizuri tu na mwanangu. Hata hakuna shida. Mimi usinifiche sana. Siwezi kuficha dadangu, ningekwambia. Mimi dada naishi vizuri tu na mwanangu. Na sema lingekuwa tatizo, wala singeficha. Ningekwambia kweli. Kwa hiyo kuhusu mimi, hata usiofu. Sawa. Sasa? Ngoja niingie kwanza jikoni. Nikuandalia chakula. Haya, subiri. Kwa nikienda pale ni. Mjomba! Odi! Mjomba!
Karibu mjomba. Mjomba wangu huyo. Karibu sana mjomba. Asante. Karibu ndani. Bwana haraka hapa basi na mama. Wewe. Unaendaje na hali yako? Mjomba, hali yangu ni salama lakini japo sio sana. Ila najikaza. Mume wako yuko? Hajarudi mjomba. Sasa mimi nilikuwa kazini. Ila nimepigiwa simu na rafiki yangu mmoja hivi kwamba pale napoishi kwa jirani pale kuna mauaji yametokea na huyo mtu wa kiume. Mjomba? Asija kaa ni mume wangu. Sio rahisi. Wewe sijali kwa hiyo ndio maana nimetoka pale kazini na wahi kuhusu swala hilo. Kwa hiyo tunaweza tukaenda wote? Sawa. Twende mjomba. Twende niongoze basi. Mjomba. Ndio mjomba. Naona heka wapi sasa mjomba? Bwana. Hapa tuna pressure. Kwa sababu tumepigiwa simu hapa, nimepigiwa simu nipo kwa kazini. Kwamba kuna mauaji yametokea. Na pale jirani ambapo tunaishi pale nyumbani. Kwa hiyo sasa sijajua alifariki na isitoshe ukiangalia mume wake na mjomba wangu hapo hadi leo hajarudi siku ya 3 bwana Ngambe. Kwa hiyo tuna wasiwasi kuhusu hilo swala. Kwa hiyo kumbe mlikuwa mnafikiria kwamba yawezekana aliyeuawa ni bwana Ngambe? Ndio. Hapana, ngoja mimi niondoe hofu. Sawa. Aliyeuawa pale sio bwana Ngambe. Kiukweli like kama angekuwa amekufa bwana Ngambe, mimi nisingekuwa katika hii hali. Kwa sababu Ngambe mjomba, unajua mimi ni rafiki yangu sana. Sawa. Kiukweli aliyeuawa pale ni kijana wa huyu mzee mmoja hivi, huyu mwenye mapawatila hapa. Mzengonyani? Mzengonyani. Kweli shemeji? Shemeji like kama angekuwa amekufa Ngambe. Shemeji mimi nisingekuwa hivi. Nilikuwa na hofu sana. Kuwa na amani sana shemeji. Nashukuru. Mimi Ngambe ni rafiki yangu sana. Na mimi mwenyewe nilivyoipata ile taarifa kiukweli, nilichangamka moja kwa moja kwenda kuangalia. Nilipofika pale sio yeye. Mpaka dakika hii hapa naona askari washafika pale, wamechukua maiti, wameondoka naye. Kwa hiyo kweni na amani jamani. Kwa hiyo mjomba hapa sasa tunafanya. Mimi na boni wa. Sasa mimi narudi nyumbani. Sasa. Haya. Sasa mjomba. Mimi ngoja napandisha. Haya. Ngambe. Hivi jana ndiko wapi? Maana naona shemeji alifika hapo kukuulizia, nikakosa majibu kabisa. Rafiki yangu Kalumbe, sasa unajua kabisa jamani, jana nilikuwa kwa mpenzi wangu. Yaani nilikuwa kwa Jamila. Toka juzi nishakwambia kwamba mimi kuanzia kesho nitakuwa kwa Jamila. Sasa shida nini? Au alikuja mke wangu kukuuliza? Ndio, alifika lakini alikuja na huzuni mkali sana. Inaonekana wewe sio jana tu, una siku 3 hujalala nyumbani. Unasikia nikwambie kitu, rafiki yangu Kalumbe. Kwa mtoto mbichi kama yule, unakosaje kwenda? Ni mtoto ambaye ananipa kila kitu. Nikiwa kwake na enjoy, najisikia furaha, raha ilioje. Lakini sioni chochote ninacho nikibaki kwa mke wangu, napata nini? Zaidi kupata maumivu. Ni heri nikapumzike kule. Ngambe rafiki yangu. Unajifurahisha. Utazunguka sana busha, lakini nyama ni zile zile rafiki yangu. Kalumbe, huko unakoelekea sasa, huko ndo kubaya.
Maisa. Maisa. Abema. Njoo mara moja. Maisa mke wangu. Nimekuita hapa nina swali hilo moja. Ndani ya hilo swali moja naweza kazaa maswali mawili ama matatu. Ninachohitaji kujua, una mpango gani na kuhusu kunishikia mimba? Mume wangu. Hicho ndio kinakufanya unakosa furaha. Ndio. Lakini kuzaa ni mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu gani mke wangu? Kwa hiyo humu ndani yupo nani na nani? Mimi na wewe. Sasa kama humu ndani tuko wewe na mimi, unasemaje kuzaa ni mipango ya Mungu? Wakati wewe uko na mimi humu ndani. Mipango ya kuzaa ninavyotambua mimi ni mipango ya mke na mume. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naumia. Sijakuleta humu ndani kuja kumaliza sembe. Kwa sababu gani? Mimi hakuna kitu ambacho nakasirika na chukia kama kuzungumza juu ya mke wangu mimi. Sawa? Mke wangu mimi wewe hakuhusu. Ngambe, sikia. Wewe umepata mwanamke mzuri sana. Lakini unachomfanyia sio Ngambe. Sio kabisa, wewe ni rafiki yangu. Sijapenda hicho kitu. Kama unataka tukosane wewe na mimi, endelea tu kuzungumza mambo kama haya. Sijui unanielewa ninachosema? Sawa Ngambe, mimi nimekuelewa. Lakini wewe ni rafiki yangu. Nilikuwa nakupa tu ushauri. Lakini haya mambo sio mazuri. Nisamehe kama nimekukosea rafiki yangu. Poa, ila tukiwa hapa tuzungumzie hapa. Sawa? Tusizungumze mambo mengine. Habari ya mpenzi wangu na mke wangu hizi ni za mimi, wewe hayakuhusu, sawa? Na sasa ninakutuma kwa shemeji yako Jamila, peleka hela. Unaelewa? Peleka hela hiyo. Sawa? Pelekwa kwa kuheshimu tu Ngambe. Sawa, nataka upeleke hela. Hajalishi. Sijakuleta humu ndani ile barabara ya kutoka chumbani kwenda chooni iwe inatakata. Nimekuleta humu ndani uniletee familia. Nahitaji kuitwa baba. Nahitaji nione vurugu humu ndani zinatokea. Nataka nione unapita pita hapa. Wanaleta fujo. Simuoni hata mtu mmoja ambaye analeta vurugu kwenye kabati kule. Nimeende tu peke yao, mke wangu sikia. Nahitaji mtoto. Sio kwamba mimi sipendi kuzaa. Hapana, hata mimi natamani sana kuitwa mama. Lakini hiyo ni mipango ya Mungu. Huwezi kulazimisha kitu kisichowezekana kwa sasa. Unaendelea kuzaa mipango ya Mungu mpaka tufe tukazalia kaburini. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sawa? Nakupa miezi hiyo 3. Endapo sijaona dalili yoyote ya kuwa mjamzito, basi nitakurudisha kwenu, ama la nitatafuta mwanamke mwingine. Nadhani umenielewa. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Na kama umenielewa, zingatia hilo. Kaendelea na shughuli zako. Karibu shemeji yangu. Asante. Karibu ndani ukae. Mimi sio mkaaji. Jamani. Nimepitia tu hapa, amenikabidhi Ngambe hela nikuletee hapa. Asante shemeji. Maana leo nimeamka hata sina chochote ndani. Sio hata ningekula nini. Ubarikiwe. Sawa. Lakini Jamila, Abe, nimekuletea pesa kwa shingo upande kwa sababu anayestahili kupokea pesa hii ni mke wa Ngambe, sio wewe Jamila. mke wa Ngambe? Ndio. Anakujaje hapa? Wewe huwezi kupokea tu pesa bila jasho lolote.
umuonee huruma mwanamke mwenzako? Hivi umekuja kuniletea pesa ya matumizi au umekuja kunisimanga? Hivi uone hata aibu au unaona nitaka nini? Nakutaka? Ndio. Mimi nikutake wewe. Naomba uende. Iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kwangu. Si unanielewa? Na nitamwambia huyo Ngambe marufuku kutuma hapa nyumbani kwangu. Naomba uende. Naondoka, lakini ukweli wako nimekwambia. Asante, naomba uende. Sister yangu, mambo vipi? Poa, naambia. Fresh kabisa. Unaelekea wapi? Kwani vipi? Hamna, nakuuliza tu unaelekea wapi? Napika hapo dukani. Dukani? Sasa sikia kwa, umeelewa? Ati mamisho mimi mtaka kukuelewa. Yaani kiujumla namaanisha nimekupenda, umeelewa? Na ukiweza kunisikiliza mimi, ukiweza kunielewa mimi, yaani wewe kwenye maisha tayari umeshatoboa. Amini kwamba hivi nakwambia. Unanipenda? Yeah. Kakaangu, nikwambie kitu. Kwanza sikupendi. Kitu cha pili, wewe hata kiatu hapo unashinda kuvaa. Mimi nimekupenda wewe. Sasa maswala ya kuchunguzana mwili yametoka wapi? Kwa hiyo mimi kusema ndani zitazo kuhudumia wewe hizo ndala hizi. Si nitakupa mimi, nitakuhudumia mimi, nitakupa wewe. Kakaangu, mimi nasema sikupendi. Tafuta level zako. Mimi uniwezi. Ufikiri nilikuwa nakupenda basi? Mimi nilikuwa nakujaribu tu. Mkosaji kakaangu. Sura kama mkaa. Bodi kaa lungu. Shobo. Kwenda huko. Niache niwaze hela nikuwaze wewe. Mimi nitakuwa na akili.